Habari bwana. Bwana poa sana. Unaitwa nani? Mimi naitwa Hamisi Adamu aka Mnyama. aka Mnyama. Naona umevaa bendera ya Msimbazi. Hii tawi gani? Kwa kweli hapa sina tawi lolote, ila tu ni mimi tu najitegemea mwenyewe. Ni One Army, jeshi la kujitegemea, ni jeshi la mtu mmoja. Jeshi la mtu mmoja. Lakini kuna maneno nimeyaona kwenye hiyo bendera. Yameandikwaje? Unaweza kugeuka hivi, nahisi yashaonekana, ndio. Yameandikwaje? Tusomee. Haya yameandikwa fujo zisizoumiza. Mzee wa fujo zisizoumiza. Mzee wa fujo zisizoumiza. Unaambiaje wana Simba tarehe 8? Kwa kweli wana Simba tarehe 8 bana, waje tu na mchele, tunapika pilau, tunakula pale, uhakika. Uhakika. Lupaso mnatoka? Tunatoka. Point 3 muhimu kwa kweli. Yaani sasa hivi kwa kweli hii ni ubaya ubwela. Utakachowafanyia sasa hizi ni ubaya ubwela. Yaani warudi kinyume wafanyeje siku hiyo point 3 muhimu. Kwa kikosi gani sasa tuambie? Kikosi mwenyewe hujui. Kikosi kiko vizuri. Tunaona kama kina Mpanzu, ubavu wa pili huku kuna Kibu Dennis. Kwa hiyo siku hiyo mimi nadhani kwa kweli wale mabeki hao wazee wale shughuli wanayo. Lakini wamekupiga mara 4. Ni sawa, hiyo kupigwa mara 4 sio kesi, lakini sasa hivi mwenyewe nishajiandaa kwa kweli. Nimechoka, yani nimechoka. Yaani sasa hivi point 3 ni muhimu, nishachoka. Kwa hiyo hizo mara 4 haujachoka. Hii ya 5 ndio umechoka. Inafika muda mwingine sawa kanipiga kipindi hicho nilikuwa ni kikosi kibovu, lakini sasa hivi na Mpanzu, na Kibu Dennis huku, na Chemaloni, na Kamala. Hivi unatoka wapi? Wale mabeki wazee washachoka wale. Kwa hiyo sasa hivi mwenyewe nishachoka. Kwa hiyo sasa hivi point 3 muhimu. Alafu amekuja muda mbovu. Wamekuja muda ambao mwenyewe nahitaji ubingwa. Lakini mmesema mnajenga timu na Yanga washatengeneza timu, wako vizuri. Wao washatengeneza timu sawa, lakini mimi najenga timu, halafu narudi nafanyia mazoezi, nikirudi yani ubingwa na utaka na timu naijenga. Lakini sijengi kwa ajili ya Yanga, najenga kwa ajili ya kimataifa. Unajenga kwa ajili ya kimataifa. Sasa unasemaje kwamba Lupaso unatoka tarehe 8? Basi ndio kama hivyo, kikosi changu mimi kiko bora kuliko hata wao. Au sio? Lakini nimesikia tetesi ya kwamba wana Simba, sio tetesi, ni kwamba inasemekana kwa wana Simba mlikuwa hamtaki upande wa marefali, mlikuwa hamhitaji kabisa Kayoko achezeshe mchezo wa tarehe 8 na amepewa Lajiga na bado mna maneno. Shida ni nini? Ndugu mwandishi, unajua ni nini? Yaani ni kwamba sio kwamba akitoa maoni mtu mmoja ndio Tanzania nzima, hapana. Yule aliyetoa maoni ni yeye kama yeye. Lakini mimi ninavyojua, mimi yoyote atakayochezesha, mimi niko sawa. Kwa sababu najua hizi mechi ni kubwa. Kwa hiyo tukifungwa siku zote refa ndio waga anakuwa analaumiwa. Lakini mimi yoyote atakayoona ni kwa sababu kikosi changu nakiamini, haina shida. Kwamba Lajiga amjai kuwa na bahati naye hata siku moja. Hiyo ni maandalizi tu ya timu yani. Yaani hiyo bahati hiyo achana nayo, ni maandalizi tu ya timu. Yaani hata achezeshe nani. Lakini matokeo yakikukalia vibaya hata hao Yanga atamuona mbaya. Kwa hiyo wala haina shida. Mimi niko tayari achezeshe yoyote yule. Umeona moto wa Pacome, lakini na Zikia amekuja moto. Yule si unajua hata tushamtuma dada yetu yule kaenda kumlegeza misuli yote, hamna kitu sasa hizi. Kwa Mobeto wa kwenu. Sasa si ndio wewe mwenyewe unajua kabisa, na maana kesi Simba Day nini, yeye ndo nani yetu anaenda yaani kwa ajili ya matangazo, mwenyewe unajua kabisa. Kwa hiyo tukimpeleka kule kashamlegeza miguu, akirudi hapa kesho kutwa hamna kitu. Kwa nyie ndo mmempeleka Mobeto kwa Ziki. Mpira fiti hao ndo ubaya ubwela. Yaani huo ndo ubaya ubwela, ukisikia ndo huo. Kwa hiyo wajiandae. Siku hiyo bora wasimpange kabisa. Wasimpange kabisa. Alafu hawana timu. Kwa sababu gani? Haiwezekani mtu anatoka kuoa leo yeye anacheza mechi. Kwani usimpe hata siku hata 7 au wiki wacheze wengine. Lakini mwisho wa siku huyo kaukanikuvae, ashafua ameanika kama nguo tu kaukanikuvae kila siku. Waachane nao, mweke mtu mwingine. Lakini wao ndo mchezaji tegemeo, lakini sisi yoyote yule anaingia. So umeona juzi tumefanya rotation wachezaji 7 si 6 na tumeshinda. Kwa hiyo haina shida. Kikosi gani cha Simba ambacho ukikiangalia kikianza dakika 45 za kipindi cha kwanza mtapata matokeo? Hata kilichoanza dhidi ya Coast kinaweza. Kilichoanza dhidi ya Coast kinaweza. Lakini wachezaji wakubwa siku hiyo walikaa nje ambao ni tegemeo. Ile ni timu ya Simba. Kwa hiyo ina maana yoyote anayecheza mimi namuamini. Unaona kile kikosi kilichoanza kinaweza kikaanza hata Jumamosi na tukapata matokeo, wala haina shida. Mchezo unampa mchezaji gani kuamua mchezo huo wa siku hiyo na Simba mkapata matokeo?
Ase, yaani mimi nakaa naomba Mungu kwa kweli siku hiyo bwana mdogo Chasambi afunge. Afunge tu, hata atoe assist. Na yule nadhani siku hiyo nyota atamwakia, labda kocha simpange. Unahisi Kibu anaweza akawakanda tena au inaishia hapo? Ndio basi Kibu Denis hawezi kumfunga tena Yanga. Hapana, hii mechi mimi nadhani inaweza kaamuliwa na mabeki. Anaweza kaja akafunga beki. Na Simba mkashinda. Na uhakika kabisa anaweza kaja akafunga beki yani. Hii mechi inaamuliwa na viungo au na mabeki. Hivi kitokea Simba mkafungwa, utajisikiaje? Sema ikitokea. Kwa hiyo mimi ikitokea sinaga nayo shida kwa sababu si ikitokea. Ikitokea wala haina shida kwa sababu ikitokea na haijatokea. Zipo za chini habari zinasambaa kwamba kuna kesi ambayo ilipelekwa kwenye uongozi kwenye nani ya nidhamu TFF. Uongozi wa nidhamu TFF wakaona kwamba Ally Kamwe ana makosa, amepelekea uchochezi kwenye mitandao kuhusiana na hizi timu Simba na Yanga, jinsi ambavyo wanataniana. Hizo habari umesikia? Bwana nimezisikia. Ila bwana kwa kweli pamoja na kuzisikia bwana, hivi vitu mimi nimevituka. Unajua bwana, usemaji huu ni kipaji. Kuna usemaji wa familia na kuna kusemea timu kama Simba kubwa kama ile. Yule bwana yule Ahmed Ally yule Makonde yule hatari. Yule anajua sana kusemea. Yeye unaweza ndugu mwandishi kampelekea mic sasa hizi ukajua analopoka, lakini akiongea vitu anaongea vitu ambavyo jamii nzima ikichukua inajua kweli hapa huyu jamaa kaongea. Na ndio maana umeona wamepelekwa kule lakini yeye katoka salama. Sasa mtu katoka kulima ndizi si huko Moshi, uje kusemea timu eti taasisi kama ile unalopoka tu. Mwisho siku si ndo kama hivyo apigwa lungu. Alafu nasikia nani tena mwingine tena naye anarudi. Sasa ukirudi hapa kwa sababu wote ndio wao wameshindwa. Mtu yani wao wapo wawili, mtu mmoja lakini wameshindwa. Kafungiwa si miaka mingapi? Wanasema tetesi arudi juu kuja kujifunza kwa bwana mdogo yule. Au sio? Wewe unaona kwamba ni sehemu ya wana Simba kuendea ushindi wa tarehe 8 au ikoje hiyo? Hapana, hiyo ni utani tu wa jadi kwa sababu hivyo vitu vitabaki tu nje ya uwanja, ila ndani ya uwanja hayo ni mambo mengine. Hii ni huku tu uwanja na ni huku tu kwenye mitandao na nini basi, lakini tukifika uwanjani kule hao wote watakaa pembeni kule, watapambana wachezaji basi. Mchezaji gani unamwogopa kwenye kikosi cha Yanga akianza kuna hatari ya Simba kupoteza? Pale Mkude akianza yule bwana najua kama ana password za Simba yani anaweza kana kwa sababu kuna vimelea fulani vya Simba anaweza kaa anatujua mapungufu. Wakimwanzisha yule kidogo mwenyewe naogopa. Lakini kwa mwingine kwa kweli sijaona. Kwa Yanga hakuna mchezaji ambaye unamwogopa zaidi ya Mkude? Hapana, sasa unajua tena wale wamefundisha kutoka Simba. Kwa hiyo vitu vya Simba vingi. So angalia bwana mdogo Israeli, sio akatoka Simba kafika pale kaanza. Na maana wale wote walioko kuepo pale na maana kwamba hamna kitu. Lakini dogo kafika pale kaanza. Chama mwenyewe mikataba ndo kama hivyo kwamba lazima acheze. Unaona? Kwa hiyo anacheza hata ifike dakika 90 aombe yeye kutoka bwana. Hata acheze na Magongo yani hawezi kumtoa kwa sababu mkataba ni mrefu. Wao wanajua. Wachezaji wote waliotoka Simba wanajua. Ndio maana akifika kule wote wanaanza. Tarehe 8 tukutane Lupaso. Nashukuru sana ndugu mwandishi, haina shida. Mimi mwenyewe ndo nitakuwa wa kwanza, nipo pale. Tuko pamoja. Natamani sana kuona ukishangilia lakini nitahuzunika sana nikiona ukihuzunika pia kwa sababu umesema mnaenda kushinda. Mimi naomba tu Mungu kwa kweli wachezaji wangu waamke vizuri, lakini najua kabisa ushindi ni lazima kwa sababu muda ni mbovu. Yaani muda hautoshi kabisa kwa sababu hii point moja ambaye ipo na huyu bwana ambaye yeye anaongoza ligi. Unajua tofauti ndugu mwandishi, kuna mtu ambaye anaongoza ligi kwa point moja, yeye anakimbia huko anageuka nyuma. Lakini mimi na uhakika hao watu ambao nimewaacha point 7 hawawezi kunifikia, lakini sasa yule ana wasiwasi anakimbia huko anageuka nyuma. Kwa hiyo lazima atajikwaa, mwisho wa siku mimi napita. Sasa mimi huo muda kugeuka nyuma mimi sina, mimi namfuata yeye. Kwa hii vita hii blaza tusubiri Jumamosi ndio tutaka. Lakini mna wasiwasi, maana mmedraw na Azam. Ile blaza ilikuwa si kama asubuhi umeamka unakunywa chai nini. Kwa hiyo Azam ilikuwa kama kurefresh mwili yani, lakini hawana shida, tawapiga. Hivi kwenye ligi yetu nikuulize swala la mwisho. Kwenye ligi yetu kati ya Azam na Yanga, ipi ni timu ambao tuseme ni kipimo sahihi kwa Simba? Sasa blaza hapo unanitoa kwenye leli kwa sababu najua mimi bado nipo kimataifa. Sasa ukisema hao ndio kipimo, sasa ni kipimo, sasa najipima nao afu tena kule wale Waarabu. Nimesemea kwenye ligi yetu.
Hapo brother, wewe niache tu nifanye mazoezi tu bana kwa ajili ya huko, lakini mimi sijaona kwa kweli, kwa sababu mimi nikisema nijipime hapa afu niende nikacheze kule na kwa kama naharibu yani. Kwa hiyo mimi niache tu nifanye mazoezi niende kimataifa basi. Hebu wape salamu wana Yanga na pia wape salamu wana Simba. Wana Yanga mimi naomba wanisubiri mwezi wa 4 nikiingia hapo Taifa, nyimbo ya taifa inapigwa afu Shabalala yuko mbele kapteni CAF. Sina hata cha kuongea, nina furaha, najua kabisa point 3 muhimu. Tarehe 8 zinaingia Msimbazi pale. Na wana Simba unawaambiaje? Wana Simba wajae tu kwa wingi, kwa kweli kikosi chetu kiko vizuri. Yanga kwa kweli kwa mwaka huu niseme tu ile ukweli, mabeki yao kidogo wamekuwa wanayumba. Kwa hiyo kile nikiangalia zile beki zao zile Jumamosi kuna shida sana, na yule Mpanzwe yani muda wote. Yani penalty hata kama 10 zikitokea naomba refa aweke. Asije akasema sijui nini, yani hata kama ni 10 aweke tu pale kwa sababu ni sheria 17 za soka. Mimi nikushukuru sana. Lakini zimebaki siku 2. Siku 2 hizi ni nyingi sana kwa sababu kwanza hii mechi inajulikana kwa sababu ligi inaanza. Ambaye anajitegemea mwenyewe anakwambia point 3 ni muhimu tarehe 8. Wana Yanga mjipange. Mimi naitwa Simon.